tumejaribu kufanya tathmini ya mitihani ambayo ilifanyika kwa mwaka 25 kwa maana ya mitihani ya kidato cha 6, mitihani ya upimaji kidato cha pili na mitihani ya upimaji mitihani ya kidato cha 4. Na lengo kubwa ilikuwa ni kuangalia namna tulivyofanya mitihani hiyo na pengine kuangalia fursa zilizopelekea baadhi ya shule kufanya vizuri, lakini pia kuangalia changamoto kwa baadhi ya shule ambazo pengine hazikufanya vizuri, lakini mwisho tuweze kufikia kwenye mikakati ya pamoja ya kuhakikisha mwaka huu tunafanya vizuri zaidi kuliko ilivyokuwa mwaka jana. Na sababu kubwa iliyofanya tuitishe kikao hiki ni kwamba halmashauri ya wilaya ya Moshi imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya kidato cha 6 kama nilivyosema, upimaji kidato cha pili na kidato cha 4. Kwa mfano, kwa mitihani ya mwaka jana ufaulu wa mitihani ya kidato cha 6 ulikuwa ni 100% na ufaulu wa mitihani ya kidato cha pili ulikuwa ni 92% na ufaulu wa mitihani ya kidato cha 4 ulikuwa ni 96%, of which sio ufaulu mbaya, lakini bado niliona pamoja na ufaulu huo mzuri wa jumla kwa maana ya daraja la kwanza mpaka daraja la 4, bado kulikuwa na changamoto kubwa ya ufaulu bora, kwa maana kwa kidato cha pili daraja la kwanza mpaka la 3 bado tulikuwa hatujafanya vizuri sana, kukuwa na ufaulu wa 40% na kitu ufaulu bora, na kwa kidato cha 4 tulikuwa na kama 59% ufaulu bora kwa maana ya wanafunzi wa daraja la kwanza mpaka daraja la 3. Lakini kwa kidato cha 6 tulikuwa na wanafunzi wa daraja la kwanza, daraja la pili na daraja la 3. Na nikaona sasa kuna haja ya kukutana kuangalia fursa tulizonazo, lakini kuangalia changamoto zilizoko kwenda kufanya vizuri, ili sasa tuweze kuongeza ufaulu bora kwa maana ya kidato cha 6 tuwe na daraja la kwanza na daraja la pili tu kwa 100%, lakini walau kidato cha pili tuweze kufikia ufaulu bora daraja la kwanza mpaka la 3 walau sio chini ya 60%, na daraja la 4 kidato cha 4 tuwe na ufaulu bora mpaka zaidi ya 70%. Kwa hiyo tumeweza kupitia mikakati mbalimbali ambayo tumekubaliana hapa na wakuu wa shule wote pamoja na maafisa elimu kata, lakini pia tumeweza kupata mwezeshaji wa masuala ya uongozi bora na mikakati ya kuboresha taaluma kwenye elimu, na mwezeshaji huyu ni mwalimu mwenzetu ambaye ni mkuu wa shule ya St. Agnes Tagaste kule Dar es Salaam, lakini ni mwezeshaji mbobevu kidogo, na kwa kweli ameweza kukonga nyoyo zetu kwa kuwa ametoa mada ambayo imeweza kuwafurahisha na watu wameipokea vizuri sana, na nina mategemeo yangu kama tutakwenda kusimamia yale ambayo tumekubaliana, mwaka huu tutakuwa na matokeo ambayo ni bora zaidi kuliko mwaka uliopita. Tutaboresha ufaulu bora, lakini tutaboresha ufaulu wa kawaida kwa kidato cha 6 kama nilivyosema, daraja la kwanza mpaka la pili tunategemea tupate 100%, lakini kidato cha pili tuwe na ufaulu wa zaidi ya 60% ufaulu bora daraja la kwanza mpaka la 3, na kidato cha 4 zaidi ya 70% ufaulu bora. Na nitoe wito kwa wakuu wetu wa shule wote na wadau wengine wote, kila mmoja aweze kutimiza na kutekeleza majukumu yake ipasavyo, ili lengo letu hili ambalo tunataka kulifikia tuweze kulifikia. Na sisi kama halmashauri kwa niaba ya mkurugenzi tuko tayari kutoa support na kutoa ushirikiano wa aina yoyote utakayohitajika ili haya ambayo tumekubaliana yaweze kutimiwa, na nina uhakika kwamba kama kila mmoja kwenye level yake akatimiza majukumu yake, kuanzia ofisi zetu za halmashauri, maafisa elimu kata, wakuu wa shule, walimu wa madarasa, walimu wa masomo, wanafunzi, wazazi, jamii, haya tuliyokubaliana yatafikiwa. Yaani kila mmoja akitimiza wajibu wake, tuna uhakika haya malengo ambayo tumeyaweka leo tutakwenda kuyafikia, na hatimaye halmashauri yetu itaingia kwenye halmashauri ambazo zinafanya vizuri kitaifa, na shule zetu nyingi zitakuwa zimefanya vizuri. Lakini pia katika kikao hiki tumekubaliana, tumeweka lengo la kuhakikisha tunafuta daraja 0
kwa mtihani wa kidato cha 6 tumeshafanikiwa, lakini kidato cha 4 tulikuwa mtihani uliopita tulikuwa na watoto ambao walishindwa kama 270 na kitu hivi. Mwakani tumekubaliana kwamba kwa mtihani huu unaokuja tunakwenda kufuta hizo zero, lakini kidato cha pili pia tulikuwa na zero kama 700 hivi, ambayo ni asilimia karibu 7 ya wanafunzi wote waliofanya mtihani, nayo tumekubaliana kwamba kwa mitihani yetu yote tutakwenda kupambana na kuhakikisha kwamba daraja hilo la 0 linafutika kabisa na haliendelei kuwepo, na kwa sehemu kubwa tuendelee kuboresha ule ufaulu bora kwa maana ya daraja la kwanza mpaka daraja la 3. Tumeshift kutoka kwenye syllabus coverage kwenda kwenye syllabus master, na hili ndio shule nyingi sana zinakosea hapo. Tunaposema topic coverage au syllabus coverage, manake ni mwalimu anafundisha zile content zote ambazo ameelekezwa na mtaala kuzifanya. Sasa kama hatoi mazoezi ya kutosha lakini akaimaliza ile topic, haiwezi kumwezesha yule mwanafunzi kuweza kujibu maswali ya topic hiyo. Kwa tunachosihi sasa kwa walimu, kwanza kuendelea kufuata maelekezo ya serikali, kwa sababu ile national curriculum ipo katika ngazi ya shule. Sasa maanake mna reflect kile ambacho kinafanyika shuleni mkioanisha na ile national curriculum. Sasa walimu wanachotakiwa kufanya, kwa mfano serikali inasisitiza sana ile swala la student centered, lakini walimu wengi bado hawajahama kwenye hiyo concept, bado wako kwenye lecture, lecture wanafunzi ambao ni wadogo, hawawezi kuwaelewa. Kwa hiyo tunawasihi sana walimu watumie sana ile student centered ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaelewa kile ambacho wanafundishwa. Kwa hiyo imetusaidia sana. Lakini pia tunawashauri pia wakuu wa shule na shule mbalimbali kuhama pia kwenye ile traditional teaching kwenda kwenye TEHAMA. TEHAMA inasaidia sana, hizi digital learning tools zinawasaidia sana walimu na wanafunzi. Tujue wanafunzi wa sasa hivi ni wanafunzi wa teknolojia sana. Kwa hiyo wanavutika sana walimu wanapotumia hizi digital learning tools kama hizi projector, radio, TV na vitu kama hivyo. Kwa wanasoma na wanaweza kuelewa kwa haraka. Lakini vitu vingine ni usimamizi makini, ambao sisi tunasema kwamba ni effective teaching. Sasa tunachoweza kuwashauri hasa wakuu wa shule kwamba shule nyingi sana zina wakuu wa shule, lakini si kila mkuu wa shule anaweza kawa mkuu wa shule kwa maana ya kuendesha shule. Kama mkuu wa shule hafaulishi na wala hakuna impact, jamii haiwezi kuona matokeo bora kupitia kwa watoto kitaaluma na hata maadili, bado mkuu wa shule haiwezi kuwa ni mkuu wa shule bora. Kwa tunasihi kwamba kila mkuu wa shule au ni a smart headmaster, effective headmaster, aweze kuwa ni great headmaster, lakini asiwe tu ni mkuu wa shule tu ambao anajivunia kile cheo, lakini kile cheo kiweze kiingie kwenye matendo ili wanafunzi waweze kufaulu vizuri. Lakini kwa upande wa wanafunzi, tunasihi sana walimu watumie saikolojia ya wanafunzi. Wanafunzi kama haujatumia saikolojia na kuwajua vizuri, unaweza ukashindwa kuwasaidia. Hasa wale watoto ambao wana changamoto mbalimbali. Ni lazima kama shule tufanye categorization ya wanafunzi, wale wanafunzi wanaofanya vizuri na wale wanafunzi ambao wana ufaulu wa kawaida, na hata wanafunzi ambao wanakuwa na uwezo wa chini, ili sasa kila kundi liweze kupata msaada stahiki. Wale wanaofanya juu waweze kuhudumiwa na waweze kusikia neno la mkuu wa shule kwamba wamefanya vizuri, na hata wale wanaoshuka waambiwe kwamba wameshuka, na kuwapongeza wanaopanda. Na hata madaraja mengine haya wanataka kusikia kwamba shule inasema nini kuhusu ule ufaulu wao. Kwa tukiwahudumia wanafunzi, tukatenga consultation kwa ajili ya wanafunzi kulingana na ufaulu wao, tutaweza kuwasaidia sana na tutapata grade nzuri, na hatimaye shule itapata matokeo makubwa. Lakini mnufaika mkubwa zaidi ni mtoto, atafaulu vizuri na hatimaye ataweza kulitumikia taifa. Kwa hiyo swala la mwanafunzi anafika shuleni miaka 4 anapata 0 inasononesha sana, inawaumiza sana wale wazazi. Kwa hiyo tunawasihi sana wakuu wa shule na viongozi wa shule, walimu na ile jumuiya yote ya shule kushikamana kadri inavyowezekana. Yule mtoto aliyefika kwenye mikono yao lazima afaulu kwenda hatua nyingine. Tunamshukuru Mungu kwa upande wetu sisi St. Augustine, wanafunzi wote waliopita kwenye mikono yetu, hakuna mwanafunzi aliyekwama kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo tunawasihi sana na wakuu wa shule sehemu zingine wakae, wajipange, washirikiane kuhakikisha kwamba ile thamani ya shilingi, ile thamani ya mtoto na generation yake ilindwe.
ili waweze kulitumikia taifa vizuri. Amekiongoza kikao hiki vizuri, tumekielewa na kina mantiki kubwa sana ajili ya kujenga na kuongeza ufaulu katika maeneo yetu ya kazi. Lakini pamoja na hayo yote, nilichojifunza zaidi katika hii tathmini ni ile mikakati ambayo tumejiwekea kihalmashauri, kishule mpaka ngazi ya kata. Na katika tathmini hii nimependa jinsi ambavyo tumehusishwa shule ambazo zilifanya vizuri katika kutoa tathmini yao na zile shule ambazo pia hawakufanya vizuri katika kufikia malengo. Kwa hiyo wale ambao wamefanya vizuri tumepata kuona kwamba walitumia mbinu gani na mikakati gani mpaka hapo walipofika, na hawa ambao pia wameshindwa tumeona pia ni juhudi gani ambazo wamezipanga kufikia malengo yao ambao wamejiwekea. Lakini jambo jingine nililopenda zaidi katika tathmini hii ni jinsi ambavyo afisa elimu sekondari alivyotuongoza kuweka mikakati imara ya kufikia malengo kwa mwaka 2026. Kweli kikao kazi hiki kilikuwa cha msingi sana kwa sisi walimu. Yako mambo mengi ambayo tulikuwa tunayafahamu huko nyuma. Tulikuwa tunaona kazi ya walimu ni kama kazi ya kawaida tu, na hata hivyo tulikuwa tujatia umakini kwenye kazi. Lakini kwa kile ambacho tumekipata siku ya leo, walimu ni zaidi ya kazi. Walimu ni kukaa ofisini na kupanga, kufuatilia na kuangalia matokeo yakoje na pia kufanya marekebisho. Hata hivyo namshukuru afisa elimu kwa kile ambacho amesisitiza. Pamoja na tathmini ya kule tulikotoka, ameonyesha umuhimu wa kuweka malengo makubwa kwa kile ambacho tunakiendea, huku akisisitiza ushirikiano kati ya walimu na viongozi walioko kwenye taasisi kama walimu wakuu wote na wanataaluma walioko pale ili mambo yaende. Kwa ujumla, kile ambacho tumekipata leo tukikifanyia kazi kama walimu, tutapiga hatua moja kwenda hatua nyingine kuwasaidia watoto na kuimprove elimu au kufanya marekebisho ya kielimu katika halmashauri ya wilaya yetu.